Kuna mtu anaitwa Yona alipewa kazi. Akamwambia Yona, nenda Ninawi. Alafu yeye akakushuka Yafa akakata tiketi ya Tarishishi. Yaani Mungu amesema Ninawi, wewe unachukua tiketi ya Tarishishi. Kana kama Mungu ajui Tarishishi. Mungu amesema Ninawi, wewe unachukua tiketi ya, alafu akatoa nauli yote. Chezea Mungu wewe. Mungu akawa anamzoom. Anamzoom Yona. Kaingia kwenye meli ya watu. Yona akatia watu hasara. Watu wakatupa kwenye bahari bajaji zao, bodaboda zao, magunia yao, ili tu meli iwe nyepesi. Meli haiwi nyepesi. Sasa wakamtupa baharini. Sasa Mungu akaona Yona alishatumia nauli. Sasa nauli hana. Safari yuko pale pale. Mungu akamtumia haisi. Haleluya. Akamtumia haisi, private haisi. Kaambia Yona, haisi peke yako hii. Dereva haina, wewe ingia. Yona, nashukuru Mungu alisimamisha mfumo wa usagaji chakula wa samaki. Vinginevyo Yona angekuwa mavi ya samaki. Mungu akazuia samaki, akavimbewa, ana hamu ya kutapika. Samaki akavimbewa, anakimbia. Kumbe anaelekea wapi? Ninawi, mbio. Samaki anakimbia. Kajamaa kako kwa siku 3 samaki anakata maji. Kajamaa sema mbona leo chakula hakisagwi? Samaki anakimbia. Kufika pale. Kajamaa akatoka, kananuka shombo kibao. Kana udenda ambao huwezi kuelezea mpaka kichwani. Kananuka shombo hiyo. Sasa Mungu akamwambia, sikiliza Yona, unaenda au haisi ikurudishe? Kaambia Mungu tuishi ibada, sasa naenda. Yona kaingia mtani hata bila kuoga. Anahubiri kwa hasira. Baadaye ilionekana kwamba kati ya Yona na watu wa Ninawi, nani alikuwa ana shida kubwa? Ni Yona. Wale wanapo mtu akihubiri watu wakikubali kubatizwa anakasirika. Anambia Mungu, wote wanabatizwa mambo gani bwana Mungu na wewe? Yona alikuwa, Mungu alimngangania ili amtengeneze. Ukipewa kazi na Mungu ni kwa ajili ya na wewe uokolewe. Kwa hiyo unafanya kazi na wewe unasaidiwa. Hasa unaanza majivuno, unaanza kutishia watu. Unaanza kuwa na kiburi sababu ya kazi ambayo Mungu amekupa karama, unakuwa na kiburi. Hivi tu niwaambie. Alafu unakuwa na wivu kwa sababu kwamba unataka tuwe ndiye uonekane.